gazeti la Jamhuri, hili ni gazeti ambalo linaandika habari zake kwa njia ya uchunguzi. Sasa kichwa cha habari kikubwa kabisa, kilichomponza Nape. Inasema duru za siasa kutoka maeneo mbalimbali za nchi zimeanza kutaja chanzo cha aliyekuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye kupoteza wadhifa huo. Vyanzo mbalimbali vinaonyesha kuwa vumbi la uchaguzi mwaka 2015 bado linaendelea kutimka ndani ya CCM baada ya chama hicho kumfukuza wanachama mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake CCM Sofia Simba na wenye viti watano wa CCM wa mkoa katika mkutano mkuu wa dharura mwezi uliopita mjini Dodoma, huku wengine wakipewa onyo. Duru zinaonyesha kuwa Nape Nnauye naye kawa muhanga. Wakati wa mchakato wa kumpata mgombea wa CCM, mbunge wa sasa wa Nzega CCM Hussein Bashe alipata kumtuhumu Nape hadharani kuwa alikuwa akishirikiana na mwenyekiti wa CCM wakati huo Jakaya Kikwete kumbeba Bernard Membe. Bashe alimtuhumu Nape kuwa katika kulipwa fadhila. Membe aliahidi kumwachia jimbo la Mtama agombee, swala ambalo lilitokea. Nape akagombea na kushinda. Pamoja na kazi kubwa aliyoifanya Nape kumnadi bwana mkubwa, bado wapo watu wamempenyezea maneno yanayodhoofisha uhusiano wao. Mara kadha wamekuwa wakimwambia bwana mkubwa kuwa Nape ni wakala wa Membe ndani ya serikali yake. Hili hakulipenda Mheshimiwa Rais Magufuli, hivyo wakawa na mgogoro wa kimya kimya, anasema mtoa habari wa gazeti hilo la Jamhuri. Vyanzo vya habari vinasema ushauri aliyoutoa Membe mara tu baada ya Rais Magufuli kuingia madarakani na kupiga marufuku safari za nje, Rais Magufuli hakupenda. Tanzania si kisiwa, alisema Membe wakati huo, na kushauri serikali isijitenge na jamii ya kimataifa kwa rais na maafisa wa serikali kutosafiri nje ya nchi. Kinachodaiwa kuwa ni uhusiano wa Nape na Membe kiliongeza msukosuko baada ya Nape kupingana na kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam alipoamua kutangaza hadharani majina ya watu wanaotuhumiwa kufanya biashara za dawa za kulevya, pale Nape aliposema kutangaza majina ya watu bila ushahidi kunaweza kuharibu heshima na brands za wasanii wanaotumia nguvu na muda kuzijenga. Nape alitaka watuhumiwa wafikishwe mbele ya vyombo vya dola na wachunguzwe, kisha watakapoonekana wana hatia wafikishwe mbele ya mahakama kujibu mashtaka, ila si kutangazwa bila ushahidi, kwani mbele ya safari inaweza kuthibitika kwamba hawauzi dawa za kulevya ikawa wameharibiwa heshima yao. Kufuatia kutia mafuta kwenye moto. Sasa mtoaji taarifa wanaiambia gazeti la Jamhuri, anasema kutia mafuta kwenye moto unaowaka. Nape akaunda kamati kumchunguza kiongozi kipenzi cha Mheshimiwa Rais pale kiongozi huyo alipovamia kituo cha redio na TV cha Clouds. Mkuu wa nchi alichosema, chapa kazi, usikwazwe na maneno ya mitandaoni. Kamati aliyoiteua Nape ikathibitisha kuwa hayakuwa maneno ya mtandaoni. Ni kweli kiongozi huyo alivamia Clouds. Hili nalo lilimkera mno Mheshimiwa Rais, akaona mtumbue, kimesema chanzo cha gazeti la Jamhuri.